rafiki yako anataka kukosesha, anataka kuingizia ajenda isiyofaa, anataka kuingizia masengenyo akakutoa kwenye uwepo wa Mungu, anataka kuingizia neno lisilofaa likakutoa kwenye mstari. Lakini ukitembea, Musa anaona nikitembea na Mungu, nikitembea na Mungu nitakuwa na nguvu, nitakuwa na uweza, alafu nitakuwa na mamlaka. Haleluya! Hivyo nitakwenda madhabahuni kwa Mungu aliye furaha yangu na shangwe yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi umepita kwenye mambo gani, lakini pamoja na hayo uliyopita nayo, ukienda madhabahuni kwa Bwana na shangwe yangu na shangwe yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna shangwe nyingine, hatuna furaha nyingine. Tunaposogea mbele za Bwana tunanyosha mikono yetu, tunamwambia Baba, tuko mbele zako, sisi ni watoto wako. Unaeleza hisia zako zote. Kuna wakati watu ni wazuri sana wa kujiachia hisia zao kwa wanadamu, kwamba unapojisikia najisikia hivi, anajielezea. Lakini huyo unayemwelezea hakupi msaada wote, hakupi tumaini lote. Badala yake anataka kuvunja moyo, badala yake anataka kutoa hata ile tumaini dogo lilokuwa nalo likapotea, likaondoka, na ukajisikia mtupu kabisa kuliko hata pale mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposogea madhabahuni pa Bwana, tunasogea kwa Mungu wetu, tunamwambia shida zetu, tunamwambia hisia zetu, kwamba Baba, najisikia kuchoka, najisikia sina nguvu, Baba yangu, naomba unisaidie. Umesogea kwake, umejiachia, unamwambia Baba nisaidie. Anaweza kukusaidia, maana ni furaha yetu na ni shangwe, na ni shangwe. Watu wa duniani wanahangaika kupata furaha, wanahangaika kupata furaha, wanaona bora niue mtoto ili nipate mali, ili nipate, niwe tajiri mkubwa nipate mali. Lakini wakati anamuua mtoto wake anapata mali, zile mali zinamtesa, anaambiwa masharti kulala chini. Sio msaada. Unaweza kupata mali kwa njia hiyo, ukawa na pesa, ukafanya maisha ya anasa. Nakwambia hivi, sio furaha, sio furaha ya Mungu hiyo, sio furaha ya Mungu anayemsema kwamba tufurahi katika Bwana, sio furaha ya Mungu hiyo. Mwingine akaona kwamba niache wokovu kwa sababu nini furaha